wanataja magari, wanataja majumba, wanataja farasi zao. Wao wanataja magari, wanataja majumba, wanataja farasi zao. Mimi ninalitaja jina lako Yesu, mimi ninalitaja jina lako Yesu. Yesu ni jiwe, jiwe kula pembeni. Yesu ni jiwe, jiwe kula pembeni. Lina nguvu ya kuvunja maagano. Jina la Yesu peke yake, mwamba. Lina nguvu ya kuvunja maagano. Jina la Yesu peke yake, mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu. Wakati huu moyo wako umwangalie Bwana. Wakati huu chukua mazoea ya kupiga Baba, hayatakusaidia. Kama kuna kitu mazoea kwenye maisha yako wakati huu, chukua kipia kwenye shimo. Kipia Mungu, abaki wewe na Mungu ambaye ungependa kuona akifanya kitu kisicho cha kawaida kwenye maisha yako sasa. Wakati huu moyo wangu kwako Bwana nakupenda kuliko chochote.
mstari wa 19, itaishia mstari wa 22. Maandiko matakatifu nasema, akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asione kitu juu yake ila majani tu, akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka. Mara wanafunzi walipoona walistaajabu, wakisema, jinsi gani mtini umenyauka? Mara Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka, mtafanya hilo la mtini tu. Lakini hata mkiambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka, nayo yote mtakayoyaomba katika sala mkiamini mtapokea. Jamani, amen. Baba, ninaomba nibariki neno lako, tubariki sote na watakatifu hawa ambao wako hapa. Ninajiweka mikononi mwako Bwana kwa ajili ya huduma hii takatifu mno. Bwana, unijalie neema kwa ajili ya utumishi huu katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Sasa katika maandiko haya unaweza ukaona vitu vichache kwenye utangulizi kwamba tunaona tukio hili lililotokea la Yerusalemu wakati sikukuu ya Pasaka, ambapo Yesu alikuwa akielekea kwenye kusulubiwa. Hii ni tukio la mwisho la Yesu kabla ya mateso yake. Lakini pia mtini katika maandiko ya Kiebrania mara nyingi ulisimama kama ishara ya Israeli, yaani ule mtini. Unaweza ukasoma pale kwenye Hosea 9 mstari wa 10 na Yeremia 10 mstari wa 10 na ngapi na 3. Mtini ule ulisimama kama ishara ya Israeli. Mtini usiozaa unawakilisha hali ya kiroho ya Israeli ambayo haikuzaa matunda ya haki. Lakini Yesu alionyesha mamlaka yake juu ya asili, lakini pia alifundisha somo kuhusu imani na maombi. Tunaweza tukampa Yesu makofi mazuri. Lakini somo letu la leo ambalo tutaliangalia linahusu Yesu anaweza kufanya mambo yote. Nataka nikwambie, yuko Yesu anaweza mambo yote katika jina. Anaweza mambo yote. Haleluya. Bwana anamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa mfinyanzi. Alikuwa anajaribu kumfundisha somo hili la imani. Jamani, amen. Anasema utamkuta mfinyanzi anafinyanga chombo, na anapokuwa anafinyanga kile chombo, kile kilichoharibika ukichukua atakifinyanga tena. Ndipo anasema ndivyo mimi, ndivyo Mungu alivyo. Jamani, amina. Kwamba yale maisha yetu yaliharibika, vile vitu vyetu vilivyoharibika tulivyovikatia tamaa, kwa Yesu vinawezekana tena katika jina la Yesu. Sijasikia kelele za washindi huko ndani. Jamani, amen. Sasa naomba tuangalie kwa haraka mambo machache kwenye hii mistari ambayo tumeisoma. Jambo la kwanza tunaloliona ni uwezo wa Yesu juu ya uumbaji. Unaweza ukagundua kwamba namna ambavyo ule mti wa mtini, jamani, amina, kwa ukweli ulikuwa katika hali yake ya ugoni, ingawa ulikuwa hauna matunda, ulikuwa umechanua, ulikuwa na majani, ulikuwa na kijani kibichi, lakini kwa sababu ya ule uwezo aliokuwa nao Yesu, kwa neno lake, kuanzia pale ule mtini ulinyauka. Jamani, amina. Uwezo wa Yesu juu ya nguvu za asili. Huko hapa kuna mambo ya asili yanayokutesa, ukiyasikiliza unaogopa,
unatetemeka. Nataka nikwambie Yesu anao uwezo juu ya nguvu za asili. Jamani, amina. Yako mambo ambayo sawa, wanakwambia nimeshawahi kupata ushuhuda wa watu ambao walikuwa yani kizazi kimeshaondolewa na wamepata watoto. Jamani, amina. Tumpe Yesu makofi mazuri. Ndio maana yake Yesu anao uwezo juu ya nguvu za asili. Jamani, amina. Mpe Yesu makofi tena ya utukufu. Kwa tunaona pale kwa kuna vitu ambavyo ukiviangalia unaona vinakataa kabisa. Sawa sawa. Ukiangalia moyo, ukiangalia mapigo ya moyo na taarifa ulizopewa, basi ndio unajikuta yani ndio moyo unazipiga pum 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 pum. Jamani, amina. Nasema Yesu anao uwezo juu ya nguvu za asili. Anao uwezo. Jamani, amen tena kwa Yesu. Ndio moja kati ya mambo tunayoona hapa. Tunaona uwezo wa Yesu juu ya nguvu za juu ya uumbaji, juu ya nguvu za asili. Jamani, amina. Lakini juu ya nguvu za uumbaji. Jamani, haleluya tena. Lakini pia tunaona nguvu ya neno la Yesu Kristo. Jamani, amina. Unajua kuna watu wanapotea njia kwa sababu hawajui nguvu iliyoko ndani ya neno la Yesu. Neno la Yesu lina nguvu kuliko maneno ya wote duniani. Jamani, haleluya. Yani neno la Yesu lina nguvu. Na ndio maana watu wote ambao walipokea neno la Yesu kama lilivyo hawakubaki kama walivyo. Badiliko la kweli lilitokea ndani yao na maisha mapya yakazaliwa, nguvu mpya zikatokea. Kwa nini? Neno la Yesu lina nguvu. Nataka nikwambie, kwa neno la Yesu Petro alitembea juu ya maji. Punga mkono wako juu namna hii. Na ndio maana kuna mambo ambayo wakati mwingine yanakuwa ni magumu kwa mwanadamu, kwa neno la Yesu huwa yanawezekana. Naweza nikakutana na watu wakanifunja moyo, wakanikatisha tamaa kwamba siwezi kuendelea. Nikisikia neno la Yesu natiwa nguvu tena, napata amani tena, napata upendo tena, nasonga mbele kwa jina la Yesu. Mimi waambie wale ambao hawataki kulisikia neno la Yesu, nataka nikwambie neno la Yesu linavutia, ni tamu. Jamani, haleluya. Nikwambie kati ya maneno ya watu wengi duniani yatakapokuwa yamezungumzwa, nataka nikwambie neno la Yesu linapita maneno yao yote katika jina. Na ndio maana hata kama kuna mtu alishawahi kutokea akakuvunja moyo, akakwambia siku ukitembea ni kama unarudi nyuma, hiyo siku hadi ndio ulinyuma. Na kama hiyo ndio style Mungu alipendezwa nayo, funga mkono wako juu na Mungu. Na maana yake hata kujikatia tamaa, unaanza kuvunjika moyo na kujivunja mwenyewe. Jamani, haleluya. Ili mapishi na kumbuka tulisema kwamba Mungu hampimi mtu kwa namna anavyoonekana. Uwe mfupi, uwe mrefu, sijui uwe mfupi kama kiberiti, sijui uwe mrefu kama Goliathi. Vyovyote vile utakavyokuwa, hiyo sio ishi kwa Mungu. Mungu anaangalia nini? Ndani ya moyo. Jamani, haleluya. Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho tunapaswa kuelewa kwenye haya maandiko ni umuhimu wa neno la Mungu, umuhimu wa neno la Yesu kwenye maisha yako. Hakikisha unapotoka kwenye mkesha huu, jamani, haleluya, toka ukiwa umelibeba neno la Yesu. Unaweza ukashinda vikwazo, unaweza ukashinda kukata tamaa kupitia neno la Yesu. Unaweza ukashinda kuvunjika moyo kwa neno la Yesu. Unaweza ukashinda majaribu kwa neno la Yesu. Nataka nikwambie, unaweza ukayaishi maisha matakatifu kwa neno la Yesu. Jamani, haleluya. Unajua ni kwa nini huo unakata tamaa?
Muulize, unajua ni kwa nini huo unakata tamaa? Muulize, mwambie jibu ni hili, ni kwa sababu umeyapa maneno ya watu nafasi kwenye moyo wako. Badala ya kulipa neno la Mungu nafasi kwenye moyo, umeyapa maneno ya watu, na hayo ndio maneno ya watu ndio umetenga muda mwingi sana kuyasikiliza. Unajua mpaka anaomba na maji ya kunywa, anakunywa na maji, akimaliza anataka sasa Mungu amtetee. Utatetewa na maneno uliyotenga muda kuyasikiliza kwa muda wa kutosha. Punga mkono. Jamani, haleluya. Niko hapa kukuambia hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Yesu yupo anayeweza yote. Nataka nikwambie kwa neno lake. Jamani, haleluya. Kwa neno la Yesu mifupa mikavu ilipata uhai tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Unajua hata Ezekieli hakutabiri hivi, alitabiria mifupa kwa neno la Bwana. Unakuta mtu anaomba mwanzo wa maombi mpaka mwisho hakuna neno. Unajua Mungu mbona pale nilipigwa kibao, unajua Mungu matatizo yamekuwa mengi. Wewe unatakiwa ongeze na kibao kingine. Wewe nakwambia, unacheje kuitumia fursa vizuri? Jamani, amina. Yaani hii ni fursa. Mungu ametupa nafasi kuitumia fursa vizuri. Jamani, haleluya. Ndio maana nikasema kwamba iwe jua iwe mvua, mwaka huu ni mwaka wa kwetu. Kuna watu wananielewa hapa kweli, nataka niseme hapa. Kuna kitu nataka nizungumze. Iwe jua iwe mvua, huu mwaka ni wa kwetu. Jamani, amina. Yawepo mapambano yasiwepo, huu mwaka lazima kieleweke. Tutayaacha maneno ya watu, tutabaki na neno la Bwana. Tutasimama na neno la Bwana, tutatembea na neno la Bwana. Kwa hilo neno la Bwana, jamani, haleluya, tutafufua wafu, tutaponya magonjwa kwa hilo neno la Bwana. Jamani, amina. Tutapata kazi kwa hilo neno la Bwana, tutafanya kazi kwa ubora kwa hilo neno la Bwana. Tutashinda yote katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya tena kwa Yesu. Haleluya tena kwa Yesu. Okay. Watanda yako mambo mengi sana kuangalia hapa. Jamani, amen tena kwa Bwana wa mabwana. Haleluya. Okay. Mambo ambayo tunayaona kwenye hii mistari yanayoonyesha uwezo wa Yesu. Yanayoonyesha uwezo wa Yesu. Jambo la kwanza tunaona uwezo wa Yesu, namna alivyoulaani mti na ukanyauka mara moja. Jamani, amina. Wewe ukitaka kujua lile jambo sio rahisi. Pale nje kuna miti miwili tumepanda. Jamani, amina. Sasa nenda kwenye ile jengo la kuwekea na mtende pale. Kwa pembeni kuna mnyama tuliupanda kwenye wako. Kaulani kesho tukute umekauka. Ndio uelewe. Sasa mzee Yesu alienda kulaani mti mkubwa. Mti ambao ulikuwa tayari kwa ajili ya kuzaa matunda. Umechipua, na kwa hali ya kawaida kwa mazingira yake ya mti, unapokuwa umetoa majani, umechanua, kwa hali ya kawaida unatakiwa uwe na tini. Lakini cha ajabu haukuwa na tini. Hapo kilichotokea, Yesu akaulani pale ukakauka. Jamani, amina. Kwa tunaona mtini na nani. Nataka nikwambie hiyo mamlaka iko ndani yetu. Wakati hiyo mamlaka iko ndani yetu, nasema hiyo mamlaka iko ndani yetu.
kama vile kuku anaumwa mdondo, shingo upande, wakati wewe sio mlemavu. Tembea vizuri. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Tembea ukiwa unajiamini. Tembea ukiwa na ujasiri wote. Jamani, haleluya. Maana unaweza ukasema vitu vikatokea kwenye kinywa cha mtu wa Mungu. Kuna mamlaka ya kutamka mambo na yakatokea. Na ndio maana tunakushauri wewe mtu uliyookoka, toka kwenye magenge ya watu wanaopiga umbea. Wewe eneo lako ni eneo la kutafuta Bwana. Tafuta mahali pa kutafuta, pa kuchochea ile karama ndani yako, na sio kupiga umbea. Jamani, haleluya. Unatakiwa upite mahali ambapo kuna vibanda vya ng'ombe, vibanda vya ng'ombe. Toka neno pale kwa jina la Bwana, nafunga kwa jina leo. Funga kwa Bwana. Mimi nao ushahidi kakutakia tu wapi na wapi, ila nimeshafunga hizi tena kubwa unavyozijua. Nikipita tunasema nitamke neno na mitaa fulani ya huko nimeshaanza kudai. Nikipita tu pale nikikumbuka lazima niseme Bwana, hapa nimeshasema kwa jina la Bwana hapata kuwa na ibada hii inayoendelea ya watu kulewa ngombe. Haleluya, kwa jina la Bwana. Kinywa kina mamlaka, kina nguvu. Jamani, amina. Amen. Haleluya. Sasa huo uwezo uko ndani yetu. Elewa kwamba Yesu uko ndani yetu. Ukiokoka, Yesu anakuwa ndani yako. Na pia kusema ukiokoka, Yesu anakaa ndani yako. Na ndio maana hata wewe ambao hujaokoka uliyekuja hapa, nataka nikwambie, heri uokoke. Yaani okoka, Yesu akaenda. Na ushahidi uko ushahidi wa kutosha. Hata nani wahenga wanasema, mafaili wawili hawakai zizi moja. Yesu akishaingia tu ndani yako, mapepo yanachomoka njia zote na dunia. Jamani, haleluya tena kwa Yesu. Lakini pia uwezo wa kufundisha kweli. Yesu alikuwa na uwezo wa kufundisha kweli. Na ndio maana ukishampokea Kristo, wewe sehemu yako ni kusema kweli tu. Unakuwa umetoka kwenye kundi la waongo. Mwambie jirani yako, sema kweli. Yesu amewekeza kweli ndani yako. Mwambie hilo. Mwambie Yesu amewekeza kweli ndani yako. Sema kweli siku zote na maisha yako. Jamani, amina. Unaposema wewe ni Mkristo, maana yake wewe ni mfuasi wa Kristo. Wewe unamfuata Kristo. Tabia yako itakuwa ya Kristo. Hautakuwa wa yule shetani. Wewe ni wa Kristo. Jamani, amina. Sema kweli kwenye maisha yako. Sema kweli. Sema nini jamani? Kweli. Sema kweli. Lakini pia uwezo wake wa kuona hali ya kiroho. Unaona namna ambavyo kupitia ule mtini, kama pale mwanzoni nisikiliza vizuri, ule mtini ulikuwa unawakilisha Israeli. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mtini ule ambao unaozaa, jamani, amina, ulifananishwa na Israeli ile ambayo imekaa kwenye mstari. Na mtini ule ambaye haukuzaa ulifananishwa na Israeli ile ambayo imetoka kwenye rangi. Jamani, amina. Jamani, amina. Na ile ishara ya kulaani ule mtini, maana yake wale ambao hawatabaki kwenye njia ile, laana inawahusu. Halo kanisa la Bwana. Sasa ngoja nikuletee, kutoe kule nikulete hapa sasa. Funga mkono wako, maana ulikuwa mbali sana. Maana Israeli mpaka unisikilize sasa. Jamani, amina. Sisi ni Waisraeli kwa njia ya imani. Kwa imani sisi ni Waisraeli. Kupitia Yesu Kristo sisi tumefanyika kuwa Waisraeli. Sasa mtu ama Mkristo yule ambaye ametoka kwenye laini,
anafananishwa na ule mtini ambao haukuwa na matunda ambao Yesu aliulaani, sawa sawa na Yohana 15 pale chini yasema tawi lisiyozaa linakatwa. Unga mkono jamani, amina. Hebu ngeukie jirani yako, mwambie unataka kukatwa ama unataka kubaki. Mwambie zaa matunda sasa. Hebu muangalie kwanza usoni. Mwambie ibada zako zinanitia mashaka. Mwambie tena maombi yako yananitia mashaka. Mwambie tena na staili yako ya kusoma neno inanitia mashaka. Sina uhakika kama unaweza ukazaa matunda wewe kwa staili. Mwambie tena, angalia usije ukatumbukia kwenye ule mtego ambao ule mpini ulitumbukia. Ule mpini ulijikuta unapokea laana mapema sana, kwamba kuanzia hakuna mtu atachuma mpini tena kwako. Kuanzia pale ule mpini ukaanza kupata shida. Mwambie jirani yako, ndugu yangu, tumepoa dhamana, angalia tusikatalie. Jamani, haleluya. Ya. Jamani, amina. Haleluya. Yesu aliwakuta wanafunzi wa kina Petro na Yohana. Lakini Yesu aliamsha ile imani ndani yao. Jamani, amina. Maana yake ni kwamba Yesu akiwa ndani yao, yaani moja kwa moja, yaani kiwango chako cha imani kitaongezeka siku kwa siku. Yaani kadri siku inavyoendelea, unavyoendelea kuwa na Yesu, ndivyo kiwango chako kinavyokuwa. Utaona namna ambavyo alikuwa na uwezo wa kujibu maombi ya watu wanaoomba kwa imani. Jamani, amina. Watu wanaoomba kwa imani, majibu yanapatikana, ule uwezo wa kujibu maombi. Jamani, haleluya. Haleluya kwa Yesu. Lakini pia uwezo wa kushinda asili na nguvu ya asili kama nilivyosema, lakini pia uwezo wa kutoa hukumu ya haki. Yesu alikuwa anatoa hukumu ya haki. Mambo ya kujifunza. Yesu ana mamlaka juu ya kila kitu hapa duniani. Ndio moja kati ya vitu ambavyo unapaswa kujua. Yesu ana mamlaka juu ya kila kitu hapa duniani. Tunaposema ana mamlaka, yaani hakuna kitu chochote ambacho kipo juu ya mamlaka ya Yesu. Yaani vyote viko chini ya mamlaka ya Yesu. Yesu ana mamlaka juu ya kitu chochote unachokijua hapa duniani. Jamani, haleluya. Yesu anayo mamlaka. Ana mamlaka juu ya magonjwa, ana mamlaka juu ya mapepo, ana mamlaka juu ya hofu, ana mamlaka juu ya maisha ambayo wakati mwingine nafukuza nayo hata ujui siku gani utakuja uyakamata. Wakati mwingine mtu hataki kuomba. Jamani, haleluya. Yesu ana mamlaka juu ya kila kitu. Haya, unaweza ukajiuliza kama Yesu ana mamlaka juu ya kila kitu na wewe ndiye uliyemwamini. Sasa wakati mwingine ni kwa nini kuna vitu vinakuwa havieleweki? Kwa nini vitu vinakuwa vigumu na hupati ufumbuzi? Shida sio kwa Yesu, wala haina maana kwamba mamlaka ya Yesu imepungua. Shida iko kwako mwenyewe. Shida iko kwa wahusika. Kwa nini? Kwa sababu hawako tayari kutumia ile nafasi ambayo Mungu amewapa. Ile mamlaka ya Yesu hawako tayari kuitumia. Na nataka nikwambie kwamba Yesu anapenda au angependa kuona watoto wake wanaitumia ile mamlaka ambayo Yesu ameiachilia kwao.
anasema atajifanya ishara, anasema naam, na kubwa kuliko zile ambazo Yesu alifanya. Unaweza ukaona kwamba Yesu anatamani kiasi gani watu wavifanye zile ishara. Mwisho wa siku wameingia wahuni, badala wewe hapo usimame kwenye kweli na kuithibitisha ile kweli ya Mungu kwenye maisha yako na wengine pia. Jamani, haleluya. Kwa hiyo nimesema kwamba Yesu ana mamlaka juu ya kila kitu. Ukisoma kwenye Mathayo ile 28 mstari wa 18 utaona hapo. Mathayo ile sura ya 28. Okay, naomba nisome Mathayo mstari sura ile ya 28 na mstari ule wa 18. Neno la Mungu linasema Yesu akaja kwa akasema na akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Jamani, amina. Yaani mamlaka zote unazojua wewe ziko chini ya mamlaka ya Yesu. Ziko chini. Kwa ni muhimu sana kwenye maisha yako kuhakikisha unafahamu hilo ili usiishi kinyonge. Lakini eneo la pili ambalo tunajifunza ni namna ambavyo imani isiyo na shaka inavyoweza kufanya mambo makubwa. Ondoa imani ya mashaka kwenye moyo wako. Acha kuwa na mashaka wakati unaye Yesu. Jamani, amina. Usiwe na mashaka wakati unaye Yesu. Hapa niweke angalizo. Kuna mtu anajifanya hana mashaka wakati hana matendo ya imani. Bunga mkono wako juu. Imani bila matendo imekufa. Usijifanye hauna mashaka wakati hata utakatifu ulishaacha. Usijifanye kwamba hauna mashaka wakati hata maombi huoni. Usijifanye kwamba hauna mashaka wakati hata kusoma neno hausomi. Ibada ndio kama nimefanisha kama kanisa ni kama kituo cha polisi na maisha yako. Bunga mkono wako juu na Mungu. Hapo muulize jirani yako, mwambie ibada kwako ni kama kituo cha polisi au nini? Yaani mimi sina kesi na yule mtu ambaye akikosa moyo wake unauma. Jamani, amina. Mimi yule sina kesi naye. Jamani, haleluya. Lakini kuna mtu ambaye hata kama akikata wiki mbili wala hata haumi. Na hata juisi anakunywa kabisa. Anashushia na maji kabisa, anajisikia vizuri. Wakati mwingine nakuuliza yule Yesu wako uliyetuambia yuko wapi? Watamtaka Yesu wako wamuone kwenye maisha yako. Watamtaka Yesu wako wamuone kwa watoto. Watamtaka Yesu wako wamuone kwenye kazi. Sasa mambo ambayo yanapaswa kuwa ndani yako ni kuwa na imani ambayo haina mashaka ndani yako. Na ukweli usiopingika ni kweli kabisa, hatupaswi kuwa na mashaka kwa sababu Mungu hajawahi kusema uongo, hana mpango wa kusema uongo. Lakini pia neno lake ni kweli, lakini pia ana uwezo wote, lakini pia yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Yeye ni wa milele. Sasa huyo Mungu wa namna hiyo unamkiliaje mashaka? Inaandaa kesho yako. Usiseme tu iko siku naambia kwa mtandao, kuanzia sasa kila kitu lazima kibadilike na lazima kielewe kwamba mimi sio yule. Amen. Nilikutana na rafiki yangu jana huwa namwambia. Namwambia. Sasa ndio namwambia ile huwa namwambia kwamba unajua unakutana na mtu aliyebadilika. Amen. Anasema unajua. Sema okay, sawa. Kwa sababu lolote linaweza likatokea. Sikufichi. Jamani, usifikiri hivyo. Ili mwende sasa, unakaa na mwenzako. Wale ambao ni mnakaa pamoja. Kama mmeamua hivi, tunakaa pamoja, tunazungumza. Tunazungumza mimi na mwenzangu kwamba tunaona tumeshabadilika sasa. Sasa kuna mambo moja mbili tatu, kuna ABCD. Tunatakiwa tuishi. Kuna ABCD, hatutaki kabisa. Usianze kusema yani shetani anajiinua. Yani shetani kila mara anajiinua. Sasa wewe unajiinua wewe uko wapi? Yani wewe awamu hii
Kabla shetani hajainuka, wewe umeshainuka zamani. Mungu akuroho. Yaani ndio kile ndani yako mwambie wewe sasa unamtumikia shetani na amke kwanza. Ndio huwa. Sasa ukimtumikia amke atakuwa yaani akisha amka anafanya kazi ya kukudhibiti. Ukiamka kuomba kama mama anataka kumweka ukitaka ushinde usisubiria amka mapema. Jamani, amina. Unaamka mapema, unaamka kwa kusoma neno, unaamka kwa maombi, unaamka kwa ibada, unaamka kwa nguvu za Mungu. Kuja hapa kwa neema ya Bwana na kuja hapa, nasema hakuna kitakachofukuza hapo ndani yako zaidi ya injili ya Bwana. Nataka nikwambie, na mwaka huu lazima vipofu wataona na viwete watakwenda kwa jina la Bwana. Kabla mwaka haujaisha huu, kuna maajabu yatatokea katika jina la Yesu. Kwa hiyo maombi ya imani yanageuza majibu. Hivyo hapa kuzungumza na mtu ambaye labda mwezi wake hajaokoka, anasema unajua ndani kwambie unajua mkomalia tu. Mkomalia kwenye maombi. Akawakuta wako wanabadili fedha, akawakuta wako wanauza njiwa na kondoo na kadhalika. Alichokifanya akachomoa kikoto. Piga. Anawaambia nyumba ya babangu imeandikwa, nyumba ya babangu itakuwa nyumba ya sala, lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Yuko piga. Kwa usifikiri Yesu eti ndio hivyo. Kuna saa zingine kama mtu ni mbabe anamtokea kibabe vile vile. Amen. Jamani, amina. Lakini mfano mwingine ni Sauli. Aliokolewa kibabe. Yuko njiani anaenda kutafuta Wakristo ili awapige na kuwatesa njiani. Akapigwa chini. Anaanguka chini, ghafla haoni, ni kipofu. Alafu anasikia Sauli anasema, Sauli, mbona waruhusi? Ni Sauli bila hata aibu anatumia lugha ambayo kwao kama ilikuwa kashfa. Anasema, ni nani Bwana ninayemruhusu? Yaani hilo neno kwa wao ilikuwa ni kama kufuru. Lakini kwa mara ya kwanza alifundishwa unyenyekevu. Kibabe, unyenyekevu unakuja. Sasa anasema ni nani Bwana ninayemruhusu? Yesu akasema ni mimi Yesu unayemruhusu. Akaambia siku ile jamaa alichomoka kama vile nani, mtu aliyechomoka kwenye mdomo wa mama. Unafikia anarudia makosa. Alihubiri injili ndio ukiangalia kinyaraka kaandika kuhusu ya nyaraka kaandika yeye. Unaweza kuona namna gani ambapo alikuwa na hasira na injili. Kwa hiyo sio pole eti kwa makosa yenyewe. Kwenye makosa ni mkapo. Jamani, haleluya. Okay. Lakini jambo lingine ni kutokuwa na tunayojifunza, Yesu anafunua hali ya moyo wa mwanadamu namna ulivyo. Lakini pia Yesu ni mwalimu, jamani, amina, wa maisha yetu. Jamani, haleluya. Sasa kwa haraka mambo ambayo unapaswa kuzingatia. Mambo unayopaswa kuzingatia. Yale nitataja mfululizo. Jamani, amina. Jambo la kwanza unalopaswa kuzingatia, Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi. Hilo ukao ukijua na ulishika kwenye maisha yako. Yesu anapokuwa ndani yako anaondoa hatia. Lakini jambo la pili la kuzingatia, Yesu ana uwezo wa kufufua hata waliokufa. Maana yake hata kama kuna jambo gumu kiasi gani, wao utakikata tamaa wala kuvunjika moyo. Kama hata aliyekufa anaweza kufufuliwa, je, hilo jambo lako lina ugumu kiasi gani wa kumshinda Mungu? Jamani, amen. Jamani, haleluya.
Haleluya. Jamani, haleluya. Okay, lakini pia Yesu ana uwezo wa kutembea juu ya maji. Hakuna mtu ambaye anaweza kutembea juu ya maji asizame. Lakini Yesu alimfanya Petro atembee juu ya maji. Na kama alimfanya Petro atembee juu ya maji, na sisi anao uwezo wa kutufanya tutembee juu ya maji. Unachopaswa kukifanya ni kumwamini tu. Ile mamlaka ya kwake ni kubwa kuliko mamlaka zote. Jamani, haleluya. Wewe ni kumwamini tu, ana uwezo. Na ndio maana hata hali wewe ngumu vipi, unapaswa kusonga mbele. Lakini pia Yesu ana uwezo wa kuponya magonjwa. Maana yake wewe unaumwa au una hali yoyote ile. Wakati mwingine mtu akishakuwa anatembea na watu hawajui kama anaumwa, ikitokea wakamwambia anaumwa, anakata tamaa kabisa, kana kwamba ameshakufa tayari. Nataka nikwambie, kuumwa sio kufa. Lakini pia Yesu anaweza kuponya magonjwa yote. Lakini pia Yesu ana uwezo wa kutoa mapepo machafu. Lakini pia Yesu ana uwezo wa kutoa maisha mapya, maisha mapya na yale ya milele. Lakini pia Yesu ana uwezo wa kushinda mauti kwa kufufuka kwake. Jamani, haya sasa, ndugu zangu, katika haya maeneo tuliyoangalia, ni wazi kwamba Yesu anaweza mambo yote. Kinachotugharimu ni sisi kumkadiria kwamba hiki kinawezekana, hiki hakiwezekana, hiki kinawezekana, hiki hakiwezekana. Hapo yaani mtu anaamini kwamba akimwomba Mungu anaweza kumlinda na safari, ila haamini kama akimwomba Mungu anaweza akampa mke. Anaamini kwamba akijiombea chakula, kile chakula ni salama, ila haamini. Haamini vitu vingi. Inakuwa ni maajabu sana. Ifike mahali wewe kama mtu wa Mungu uelewa ya kwamba Mungu yuko tayari kutenda mambo ambayo haujawahi kuona tangu kuzaliwa. Tangu kuzaliwa. Swala la mtini kunyauka si jambo ambalo liliwahi kufanyika hapo kabla. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka afanye kwenye maisha yako ambavyo wakati mwingine haujawahi kuona. Kila takiwa vianzie kwako wewe. Acha kukalili. Unajicheleweshea mwenyewe, unajiharibia mwenyewe, unajikwamisha mwenyewe. Sasa ni wito wangu wakati huu, iwe ni moyo ulinama ama ulinamishwa kwa sababu zozote zile, achana na hayo mawazo potofu. Toka kwenye hayo mawazo potofu, hebu rudi kwenye wazo la Mungu. Nasema rudi kwenye wazo la Mungu. Rudi hapo. Watu hawataacha kukuvunja moyo wala kukukatisha, wataendelea hivyo hivyo. Na ukiendelea kuwapa nafasi, nataka nikwambie utakufa kabla ya siku zako. Watu atakwambia, kwani alikuumba yeye? Anajua thamani yake. Yesu anaangalia tu anakiana na akichangalia hivi, anatoa nini? Anatoa anaangalia, akaangalia urefu, akaangalia nani ufupi wao, akaangalia macho yao, anaweka sawa sawa hapa, ana kitu hapa. Lakini Mungu haiko hivyo. Haya mambo yafuatayo wakati huu, moyo wako uangalie Bwana. Wakati huu chukua mazoea ya Biblia, hayatakusaidia.
Kama kuna kitu mazoea kwenye maisha yako wakati huu, chukua, tupia kwenye shimo, tupia huko, abaki wewe na Mungu ambaye ungependa kuona akifanya kitu kisicho cha kawaida kwenye maisha yako sasa wakati huu. Moyo wangu wako Bwana, nakupenda kuliko chochote. Nakupenda sana, nakupenda sana Bwana, nakupenda. Oh, yeah,